Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati mwingine huwa tunaongea na yeye, tunasema ya kwamba kuna wakati sisi ni wanadamu, hatuishi mbinguni. Amen. Najua kuna kitu watu walichukua, washirika walichukua, pastor is not like a human being. Pastor is a human being. Kuna wakati ambapo hata mimi ninahisi ya kwamba leo hata sitaki kuomba. Hata wakati mwingine ninahisi ya kwamba niko chini. Amen. Lakini hivyo ninakuja kwenye ibada na ninajipata ya kwamba nimeinuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kukaa na tukahisi ya kwamba leo tumechoka, na nakumbuka leo tuko tunaongea na yeye mwendo wa usiku tukisema ya kwamba vile tunahisi tuna uchovu, lakini tukasema hata liwalo na liwe tunastahili turauke. Nakumbuka ilipofika saa 10:30 aliniambia, unajua unastahili wewe umeamka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa namwambia ninahisi nimechoka. Kaniambia lakini kama mambo yako wewe unajituma, hii ya Mungu si ujitume. Bwana Yesu asifiwe. Is encouragement kuona mke ambaye anaweza kukukumbusha ama ukienda katika njia ambayo haistahili. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa kwa wiki 2 ama wiki 3 nikiongea juu ya generation curse, na nikasema leo tunaenda kuongea juu, na ndio maana nimeomba nipewe kipaza sauti mapema. Nilisukuma ibada za hapo mwanzo, nikakula time yao ili niweze kupata time nzuri ya kuvunja maagano. Naweza kuwa umeokoka, umejazwa na Roho, lakini uko chini ya generation curse. Ni kweli Yesu alimaliza pale msalabani, lakini kuna mambo ya kwenu, upende usipende, yanaweza kukufuata. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumeona watu wameokoka na wamejazwa na Roho na wanaachana. Amen. Tumeona watu ambao wanaongea mpaka kwa ndimi, lakini maisha ya uchochore haishi na haijaanza na wao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona watu wamekuwa waimbaji wazuri, na si hao wa kwanza katika familia ambao wametoka, lakini the end yao wanaisha watu wa kawaida. Sasa nimekuja ili nikuonyeshe vile tunaweza kujitoa katika hii laana ambazo zimekuwa zikituandama siku baada ya siku. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana hatuwezi kuishi katika utumwa, hatuwezi kuimba wimbo wa Mungu kama bado tuko katika vifungo. Amen. Najua nasikia mifuko ni mizito, najiuliza ni nini, na nataka nihisi nikuwa mwepesi. Ukiwa na mangolongolo naweza kusikia uko na uzito fulani. Tukaangalia jinsi ambavyo unaweza kuelewa wewe uko chini ya laana. Nikasema inaweza kuwa ya kwamba kuna mambo matatu ambayo yamejirudia katika familia uliotoka. Nikaongea juu ya, sikuwa peke yangu bwana. Niliongea juu ya nini? Usirudi kwa kitabu, family pattern. Sasa unajua huwezi kuwa delivered kama uko katika haujaelewa ni nini ambacho tunaongea.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna pattern iliyowekwa katika familia ambao uliotoka wewe, niliyotoka mimi. Na sasa tunataka tuingie katika kiwango cha kuvunja maagano yaliyowekwa na mababu. Na mengine ni wewe uliweka. Bwana asifiwe. Si kila mtu ameona kwenye TV watu wanataka kuona kuna sehemu kule Kilifi unachukua kufuli na unafunga alafu unaitupa bahari. Wengine hapa kwetu kuna watu labda walipendana alafu akapiga hivi akamwambia mwenzake anyonye na hakukuoa ama hakukuoa ama haukumuoa ama haukuolewa na yeye. We had that case in this church once. Kiongea hivyo Mama Elisha anaweza kukumbuka. Watu walioweka maagano na mababa zao wakasema ya kwamba wewe hautaolewa na mtu fulani mpaka fulani akuoe. Na wakachukua pombe na wakachukua vitu vyao vya kikwao wakavieka. Wamejaribu. Msichana ameolewa nyumba 4. Kijana amejaribu kutafuta mvulana amuoe, imeshindikana. Mpaka leo hajaoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna maagano lazima yavunjike ili tufike mahali ambapo Bwana amekusudia tukaweze kufika. Leo nataka kuongea juu ya breaking the generation curse. Tusome kitabu cha Ezekia 18. Mstari wa kwanza. Kama uko hapo sema amen. Mimi nilisema kama Mungu amekukusudia umenunua simu kubwa lakini umekataa kununua Biblia, basi si download hiyo simu yako kubwa Biblia ili unifuatilizie na hata mwingine akihubiri hapa utasaidika. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunauza Biblia, ziko hapa, kuna ya Kizungu, kuna ya Kiswahili, kuna ya hata ya Kikuyu ukitaka iko hapa, ya Kikwenu ukitaka iko. Biblia inasema hivi, Ezekiel 18 verse 1. Neno la Bwana likanijia tena na kusema, je, maana yake ni nini hata mkamtumie methali hii katika Israeli, mkisema, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno. 3. Na kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena methali hii katika Israeli. Na tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana ni mali yangu. Na roho ile itendao dhambi itakufa. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Maandiko yanaongea kwa uwazi, maana hili ni neno la Mungu limekujia watumishi wa Bwana, na akasema, maana gani kutumike methali ambazo zimekuwa katika familia tulizotoka, patumike maneno ambayo sio ya kujenga, patumike maneno ambayo ni ya kurudisha watu chini. Bwana anasema hapatatumika tena methali hii kwa maisha yangu, kwa maisha yako. Ni lazima utoke katika kifungo ambacho umewekwa na Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana leo kuna methali fulani ama kuna watu fulani waliowajua, waliowafahamu ya kwamba nyinyi kama familia fulani, kazi yenu ni kuolewa na kurudi, kazi yenu ni kupanda na kushuka. Nimekuja nikutangazie ya kwamba hiyo methali haitatumika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Methali zimetumika kwa jamii zetu, methali zimetumika kwa maisha yetu, methali zimetumika kwa watoto wetu, lakini hatujapata ufahamu ya kwamba zinatakikana zifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ameamua, amesema kuna methali zimetumika kwa maisha ya wana wa Israeli, akasema ya kwamba na hii methali ifike mwisho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kibaya chini ya jua, na katika maisha ya wokovu ujulikane kwa methali moja. Haleluya. Kuna watu wameacha mambo ya Mungu kwa sababu hawajawahi kuona mafanikio hata kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukikaa katika chini ya mafuta fulani na ukose kuona inga mabadiliko kidogo, utatoka. Bwana asifiwe. Hata wewe ukikaa katika wokovu na uone hakuna matunda katika maisha ya wokovu, maana utaulizwa na watu, je, wewe tangia umeokoka hii hatujaona mabadiliko? Bwana Yesu asifiwe. Unless Mungu aingilie kati, aanze kujidhirisha mwenyewe, aanze kuondoa maneno ambayo watu walitujua, watu walitufahamu. Mungu aanze kuingilia kati ili hayo maneno yaweze kufika mwisho, ili hayo maneno yakapate kufika kikomo. Mimi kuna mambo kwetu nikiyaona yanasonga, naambiaga watu wa kwetu, kwa sababu wote wameokoka, ya kwamba hii tuiombee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Jambo kujirudia si kazi ngumu. Hali kujirudia si kazi ngumu. Na hiyo methali inaweza kutoka kwetu, imetoka kwa wazazi, imetoka kwa kizazi kilichotangulia, imekuja kwa familia ambayo ni wazazi wangu, sasa imechukua mkondo. Unless mimi niliyojua Mungu, mimi niliyemjua Jehova ambaye ninayemtumikia, niambie imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Do you know, haufai wewe haukwenda shule na kiatu. Lakini hii generation kubwa ni ile ya viatu. Amen. Wajua sisi tunafanya bidii watoto wetu waende na kiatu, hata kama ni ya plastiki.
Wazazi wetu hapo nyuma walikuwa wanakuambia twende nalo, nitanunua kiatu ama nitanunua uniform. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nitanunua chakula ama nitanunua kiatu. Sisi tumejaribu, tumebadilisha. Tulijulikana sisi kama watoto ambao hawakusoma na viatu, sisi kama familia iliyokuwa iko chini, sisi kama familia iliyoishi maisha maduni. Baada ya kujua Kristo, baada ya kumfahamu Kristo, na tunajua ya kwamba kwa sababu tumemjua Jehova na kwa sababu tunamtumikia Mungu ambaye anaishi na anatenda, tunasema methali zifike mwisho. Akasema kama vile roho yangu ni roho ya Baba, kwa hivyo mwana siku zote anaamini ya kwamba kwa sababu yeye ana mtu aliyeko mbele ambaye ni muumba wake, ana uwezo wa kumwokoa na shida zake. Bwana asifiwe. Haleluya. Ambia mtu methali iliyotumika kwenu haitatumika tena. Ni kwa nini isemekane kuna maneno ama kuna methali iliyotumika? Ni kwa sababu siku zote methali upata kitu kinaitwa bloodline, damu ya ukoo wa kwenu. Hawa wako hapo nyuma wanawacha mchezo. Najua mimi nitakutaja kwa jina, alafu niseme ukuje hapa. Shetani anaweza kukutumia usisikize hii kitu, usitoke kwenye shida, usitoke kwenye matatizo, disturbance kidogo. Angalia ni watu wangapi leo shetani amewafunga, na watakuja kutoa excuses nzuri sana na utazielewa. Ni kwa sababu shetani siku zote anafanya kazi kama vile Mungu anavyofanya kazi. Ndio nasemaga hauwezi danganya shetani, hauwezi danganya wewe kujidanganya, na hauwezi danganya Mungu. Sasa shetani akijua ni siku ya ukombozi wako, atakupatia shughuli. Shetani akijua ni wakati wako wa kupata ukombozi, atahakikisha ya kwamba amekufunga na ukae mahali. Alafu, pastor unanielewa tu, tulikuwa kiroho lakini kimwili hatukuwa pamoja. Na fakti iko moyo wake hata hukukumbuka leo ni ibada. Amen. Shetani anatumia kitu kinachoitwa bloodline ili atumie methali yoyote, ili aweze kufunga mtu yoyote. Anahakikisha ya kwamba damu ya ukoo wenu ndiyo damu inaoweza kukufanya uishi katika methali fulani. Naye ukombozi wa kutoka kwa generation curse unaweza kutumia damu ya Yesu. Vile shetani anatumia damu, na wewe unaweza kutumia damu ya Yesu ili uweze kujitoa, uweze kujinasua katika shida za kwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A generation curse, laana ambazo shetani ibilisi ameachiria kwa watu ambao ni watu wa Mungu, zinaweza kuvunjwa kwa damu ya mwana kondoo ambaye ni Kristo.
tunaweza kufanya mambo yote, tunaweza kukuambia mbinu zote, lakini ile inaweza kuvunja maagano na curses zilizotamkwa kwa familia yenu is only blood of Jesus. Amen. Hatuna shortcut nyingine. Kitu cha kwanza kinachoweza kufanya maagano yakavunjika, it is prayer and fasting. Hii kitu washirika hawapendi. Amen. Wewe ukitaka watu wasije kwenye ibada, ni tuseme tufunge. Kama kuna kitu shetani anapigana nacho, ni funga. Kwa nini methali zinatumika kwa maisha yetu? Mara nyingi sisi tuliokoka na tukaacha mambo ya kufunga na kuomba. Uliza jirani, mara yako ya mwisho kufunga ni lini? Hata hakumbuki. Amen. Mungu saidia watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asaidie watu wake. Kwa sababu tunaomba maombi mengine yanakuwa na uzito, ni kwa sababu lini ulifunga? Jirani amekwambia nini? Ati jana, last year. Sasa tuulizane tu kiungwana. Kuna laana za kwetu, kuna mambo ya kwetu ambayo yananiandama, ambayo yanakuandama. Wewe unataka yavunjike. Yatavunjikaje kama haufungi? Wewe si mtu wa maombi, basi umeacha funga. Hata kupatikana uombe tu. Keni uko wapi? Mambo chonjo. Keni amejirekebisha pakubwa sana. Na Mungu akusaidie uendelee hivyo hivyo. Mpaka jana amefanya naona niko natembea rimakaka yama. Nikauliza ni niko kweli? Mama Elisha ungewaona jana. Waliomba kwa mkesha, wakaomba. Jana saa 8 waliomba. Na mimi nikiwa nasikia moyo wangu unabubujika, kwa sababu ninaona kuna vijana wanainuka ambaye they will be a prayer warriors. Maana tunaweza waekelea miguu, tunaweza waekelea mikono, lakini kama hawatakuwa na mwelekeo wa maombi na kufunga, tutakuwa tunafanya kazi bure. Na ndio maana tunauziwa maji, tunauziwa vitambaa, tunauziwa chumvi. Ni kwa sababu hatuna time ya kufunga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ile tutaingia katika hali ya funga, kuna vitu vya kwenu vitakuachilia. Mazee, hii kula na kukula bila maombi, kila siku unakula, hakuishi. Amen. Wewe waweza kwenda kufunga na unajua uko na 100,000 kwenye account. Ni 2 3 wanaweza. Niliambiwa na kijana wangu Dani, akaniambia, unajua dadi, wewe ndio pastor. Nimwambia leo mimi naomba tu ufunge hata kama ni half day. Akaniambia, unajua dadi, wewe ndio pastor. Hiyo neno sijawahi sahau. Na mamake alifanya makosa, akapika chapati.
Akasema kama ni chapati, sifungi. Kama ni chapati sifungi. Sasa kuna mambo mimi nitavunja, kuna mambo mimi nimefanya na akaingia katika maagano fulani, unless aingie katika funga na maombi. Mathayo 17 mstari wa 21. Nisomee. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yesu asema tena juu ya Amen. Lakini maana hii haitoki kwa kusali na kufunga. Kuna vitu ambavyo havitoki pasipo kufunga na maombi. Ukiekelewa mikono, uekelewe miguu, upatiwe fagio, uuziwe kitambaa, uuziwe maji, na wewe haufungi. Unajua hata sisi watumishi wa Mungu tunapoteza washirika wa sasa, maana tunawaambia ati mimi nimefunga. Kristo alifunga akiwa peke yake. Wakati huo alikuwa bwana harusi peke yake, lakini baada ya Kristo kuondolewa tulipewa nafasi. Nilisikia mtu akisema ya kwamba nyinyi washirika msifunge, mimi ninafunga kwa niaba yenu. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi siku hizi ukiniletea hitaji na kuambia ingia siku 2 funga, mimi nitaingia moja. Hakuna kulea watu hawataki kufunga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu tumekubali kuwabebea mzigo ni hawa. Hawajui mambo ya imani. Lakini akina Dan wahitaji upite mtihani. Dan, ingia kwa funga. Wacha kupenda hapa. Sisi tutakubebea mzigo kama wazazi, but you have your part. Tutakuoti maandiko yote ya Deuteronomy, watoto wetu, kizazi chetu hakitakuwa mikia bali kitakuwa kichwa. But kama haujaingia ndani kwa sababu umeelewa mambo ya imani, kuna mambo ni wewe ujitume. Kuna mambo uingie kwa funga. Umeyaona kwenu, umehisi yako kwenu, umeona watu wanasoma na hawapati vibarua, ni wewe uanze sasa. Usimame kwa zamu. Funga. Ingia kwa funga. Maana watu wanakubaliwa wasome na hawapati kazi, na kazi ziko. Msidanganya na watu hakuna kazi, kazi iko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hakuna kitu hakuna. Wewe unayetaka kazi, nafasi yako iko. Vini wewe ulipata kazi wakati ule. Wakati ulikuwa unaamini kweli, lakini saa hii huyu kijana wakati hakuwa na bibi. Nikamwambia Mungu anakupatia kazi, na akaamini. Hata hajui kupeleka gari vizuri, bosi anampatia gari. Ni kweli ulikuwa unajua gari vizuri? Alikuwa hajui, hajawahi peleka, lakini boss anajua ile ya driving. Ama kuna mtu akasomea kompyuta, akitoka kompyuta anajua kila kitu.
Ukipewa kazi wakati huo ni favor imekuja ya Mungu. Hata ukifungua biashara leo na uanze kuona wateja, ujue ni kafeva ka Mungu kamekuja. Maana bado hujajua ku count loss and profit. Amen. Pray. Ingia kwa maombi. Muulizie Mungu ya kwamba kwetu watu wameishi haya maisha, Bwana ninataka mimi nitoke. Mama anaweza kuambia, mimi niliajiriwa. Amen. Mimi niliajiriwa na hakuna kampuni baada ya yeye kumuoa nilikaa miezi mitatu. Kila kampuni nikiingia baada ya miezi mitatu kazi inaisha. Amen. Nikakumbuka my dad. Nikakumbuka familia za kwa kina maimamu. Nikakumbuka mahali ambapo sisi tumetoka. Watu wameishi hayo maisha. I went in prayer. This is a living testimony. I went in prayer for 7 days. Nikaacha sima, nikaacha kila kitu ninachokipenda. Na ukumbuke nilimwacha wakati hatuna mtoto. Nikamwacha, nikaamua kuingia katika funga. Nikamwacha nyumbani. Nakumbuka nilipokuja, nikikunywa maji hivi, nikisikia choo maji yanatoka vile vile. Nasikia tumbo, nasikia. Nakumbuka nilikunywa coffee kitu cha kwanza, nikasikia tumbo imeguruma. Nikienda chooni inatoka exactly coffee. Sikunywa maji, sikunywa chochote. Nikitoka hapo, nilipotoka nikarudi, Mungu akaja akaniambia, I will give you a son. Mambo mawili yalikuwa amenisumbua kwenye kichwa, mtoto na kazi. Akaniambia, I will give you a son. God is my judge. Dani, wewe ni wa Mungu. Haujui haya mambo. Prayer. Nilipotoka nikawa niko na mountain kangu, na mpeleka kazini asubuhi. Nikiwa pale finally naenda hivi, nikasikia sauti nikirudi peke yangu, wewe ni mtumishi wa Mungu na wewe ni mwanabiashara. Sasa wewe unang'ang'ana ni kwa sababu hautaki kuingia katika funga. Uulize Mungu, wewe ni nani? Amen. Watu wakinyamaza hivyo imeingia. Unajua hii unaambiwa pokea gari linakuja, ninaona mwaka huu, ninaona mwezi huu, gari mpya inakuja. Hakuna gari inakuja bila, hazitoki huko juu mpaka ziamulishwe. Zinataka mtu aanze kuviamulisha, maana ziko zinangoja uziamulishe kwa maombi ili zianze kuleta connection, laini ianze kuja. We pastor nini? Nini? Wewe ukiona kile mimi niko nacho kimetoka kwa Mungu. Na unajua saa hiyo Mungu anaongea na mimi, ananiambia ya kwamba ni wewe ni mwanabiashara, wachana na kutafuta kazi, na wewe ni mtumishi wa Mungu. I went to my pastor, nikamwambia. Alafu sasa pastor akiniangalia, huyu jamaa hana kitu, hata sadaka pia ni shida. Hiyo siku nashukuru sana, mama mchungaji wetu akiwa amekaa mahali, alizungumziwa na Mungu, akaniambia baada ya ibada, Lincoln njoo tuonane. And that was a beginning of my life kuanza kubadilika. Usiombe mama mchungaji aonenewe na Mungu saa hii wewe. Najua vijana wanaweza sema Mungu gusa mama sasa. Bwana gusa mama. Bwana gusa mama. Kwa sababu pastor pia aliguswa mama mchungaji. That mama alinichukua akanipeleka
faulu. Sikuwa najua kitu kinaitwa faulu Kenya. He took me there. Akanienda akanisimamia. Ni faulu ilikuwa inapeana 20,000. I was given 20,000 within 2 weeks, na unastahili ukae miezi mitatu. Mimi wiki 2 nilipewa loan ya 20,000. Nikapeleka tithe, nikaanza kazi ya kuuza redio zile zilikuwa zinaitwa za Msomali. I prospered from there. I don't believe by failing, kwa sababu ni Mungu aliniita. Sasa wewe hautaki kufast. Laana za kwenu zimekuandama, mambo ya kwenu imekuandama. Ukianzisha kibiashara kina dedi, ukianzisha kazi inakufa. Si wewe uingie kwa maombi ya funga. Kama una mke kama mimi, jieke mbali na yeye kidogo. Wacha haraka nyingi. Steve, wacha haraka nyingi, maana utazunguka na utapiga chini. Lakini ukienda kwa Mungu, utoke na suluhisho ya Mungu. Turudi Shilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine kinachoweza kufanya utoke kwa laana, forgiveness. Kama kuna kitu, ninajua kwenu mulifuga madude, mulifanya mambo fulani, mulifanya mambo fulani, watu walikukosea, watu walikufanya. Kuwa na kamoyo ka msamaha. Laana inatumwandama ni kwa sababu hatuna msamaha. Amen. Kuna watu wamebeba mpaka pasta, wakimuona wanatamani watapike, lakini ni vile tu. Forgiveness is one way of keeping yourself free from generation curse. Kweli umefunga, kweli umeomba, lakini moyo wa msamaha. Wazazi hawakukufikisha kiwango ulitaka. Kuna watu ambao ulitamani wakusaidia, hawakukusaidia. Wasamehe wote. Nyinyi mnasikilizaga historia ya kina Solomoni mkubwa. Anasema ya kwamba alibeba mama yake wa kambo kwa sababu ya haka kakono kake. Ama kazi yenu ni kuangalia tu vitu. Mpaka siku ile alisamehe, ndiyo Mungu aliingilia kati. Kanisa, unaweza kuishi kwa laana ni kwa sababu wewe hauna nafasi ya msamaha. Wewe umebeba mambo ya miaka twende rudi. Mama kenanio, baba kenanio, nyanya kenanio, mamangu, baba yangu, ndugu zangu. Achilia watu. Ukiwa na damu ya O negative, mara nyingi hao watu wanasamehe na wanasahau. Na wakipenda wanapenda. Bwana Yesu asifiwe. Hao wote na hasira wanazo, lakini kusamehe wanasamehe haraka. Mimi nina mambo mengi mke wangu amenifanya, lakini mimi nasahau, lakini yeye anaweza kumbuka. Hayuko hapa, simsengenyi. Ni kweli wamama wanaekaga. Unajua hata ukiwa mchungaji unakosea. Ulitakikana uingie saa 1, haukupiga simu.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shida ni kwamba mnaonaga mchungaji akosei. Mchungaji anakosea pia, na dawa yake ni akubali msamaha. Akikosea akubali kusamehe, si kubebana. Kuna nafasi unapofungua, wakati umeachilia roho ya kutosamehe, kuna nafasi umefungua, zile laana za kwenu sote pa. Naomba mwaka huu na mwezi huu samehe wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, binding and loosing, kukemea na kufunga, na inaitwa loosing ni nini? Kuachilia, releasing, kuregeza. You bind and loosing. Hakuna siku ambapo utakuwa mtu wa maombi na hakuna siku utaachilia. Kuna vitu ambazo utavikanyaga, uviambie zimefika mwisho. Haya maneno yalinenwa kwetu, huu usemi ulisemwa kwetu, watu wakaambiwa hawatasonga, watu wakaambiwa wataolewa wakirudi. It is upon you, you pronounce it. Sema imefika mwisho. Umefika mwisho wewe umasikini. Umefika mwisho wewe pesa ya kupatikana hand to mouth. Biblia imeongea vizuri, inasema ya kwamba na baba mzuri na mzazi mzuri. Wacha niweke mzazi, mama asione wivu. Mama wasije wakasema ni baba. Ni wazazi wazuri ambao wana uwezo wa kuacha urithi kwa wana wa wanawe. Sasa kama wewe hautabind nguvu zote za kufanya wewe usifanikiwe, wewe usisonge mbele, wewe usiitwe mbarikiwa wa Mungu, ni wewe uviamurishe, uambie mumefika mwisho, kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una pesa ni karoho. Yaani wewe ukipata pesa yote imeisha. Umepata 50,000 lakini si maendeleo umefanya. Amen. Siku na mama, niko na rafiki yangu mmoja aliniambia simpatie mke wangu pesa kwa sababu alimpatia mshahara wa 50,000. Akaenda baada kidogo kidogo akiona manguo yanapita huyo, akiona melon huyo, akiona hii huyo. Ule mzee nikamwambia, tafadhali elewa hii ni roho. Wewe umeokoka na yeye ameokoka, amueni muiamulishe. Maana ameachua pesa, hakuna kitu cha maana amefanya. Basi atangenunua bed sheet, nunua chakula. Ati sasa amebadilisha menu. Kuna pilau, kuna chapati. Yaani chakula type 3 na wako watu watatu. Sasa una maswali ya kujiuliza. Yaani kila mtu na nyungu yake. Na ni kwa sababu pesa imepatikana. Unless you bind, uambie nyinyi wewe roho ya umasikini. Amen. Mathayo 16:19.
how to break generation curse. Another thing, reading the Bible and proclaim your inheritance. Claim your inheritance. Tusidanganyane, tunaenda mbinguni. Naomba uinue kichwa chako baada ya kuandika. Nani wamesoma Biblia? Hata kavasi kamoja wiki hii. Hata kavasi kamoja. Unajua Mungu anakuona. Mungu anakuona kama nini? Unajua leo wale wahubiri leo wamehubiri asubuhi, wamehubiri katika ibada ya kwanza, leo wamesoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kile shetani anatuweza nacho, sisi hatuna nafasi ya kusoma neno la Mungu. Hakuna siku unaweza kusoma neno la Mungu generation curse ikapata makao. Maana utapatana na kifungu kitakachokupatia mwelekeo ya kuulizia promises za Mungu, ya kuulizia ahadi za Mungu zinapatikana wapi. Sasa wewe kutoka Januari mpaka Disemba, Januari mpaka August, haujasoma enga kifungu kimoja, waelekea wapi? Unangoja pastor akusomee? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na uko kwa WhatsApp, uko kwa Facebook, uko kwa TikTok. Najua tulifundishwa mahali tukaambiwa inaitwa TikTok. Uko kwa haya mambo yote, Instagram, uko kwa nini? Lakini nafasi ya kusoma neno. Shetani ameelewa ukijua neno. Shetani amegundua Wakristo wakijua neno wataweza kujitoa katika laana za kwao. Sasa ametupofusa. Ameweka upofu wa kutotaka kusoma neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaposoma neno la Mungu, mazee utaulizia, mazee nimekutana na basi fulani. Bwana, ninakuja na kupitia kwa neno lako. Limeandikwa katika kitabu fulani. Bwana, umesema tuishi kulingana na your promises. Bwana, hili neno likatimie kwa maisha yangu. Sasa wewe, hakuna siku wewe unaweza kujitoa katika laana za kwenu. Ni kwa sababu hakuna siku inaisha, haujasoma neno, wewe uko tu. Haujaulizia ahadi zako, wewe uko tu. Amen. Tutakosaje kuuziwa mafuta? Tutakosaje kuuziwa chumvi? Tutakosaje kufanyiwa sarakasi kama sisi wenyewe hatuna nafasi ya kusoma Biblia? And the Bible says, neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Wewe unataka utoke katika mambo ya kwenu, someni neno. Wataka watoto wako watoke katika generation hiyo, channel ya blind line, soma neno. Wewe uko busy kila mahali, naonaga nyuki busy. Unless tubadilike, tutakuja tuombe maombi ya kuvunja maagano, kuvunja generation curses za kwetu, mambo ya kwetu, lakini kama hautasoma neno la Mungu utabaki hapo hapo. Neno la Mungu litakusaidia uishi kulingana na agano la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hata mtoto wako anaenda katika njia mbaya, unamkumbusha Mungu kupitia neno lake. Lakini kama hausomi neno, kama hauna nafasi ya neno, utaklemwaje akina Dani? Sisi tunafikaga mahali tunamwambia Mungu, kumbuka hawa watoto tuliwatolea sadaka kwenye madhabahu. All our sons and daughters, we dedicated them kwa Mungu. Na uzuri, mimi sikuwaekea mimi mkono, na kuwakumbushaga Mungu. Nyinyi wachungaji mlio hapa, usiwaiekelea wewe ati wewe ndio mtoto wako unamweka wakfu.
wewe mwenyewe jua, alafu unaekelea sadaka ya hapa, alafu unachukua wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Claim. Neno la Mungu litakusaidia uanze kuklemu vitu ambavyo ni vyako, uanze kujitoa katika laana za kwenu, uanze kujitoa katika damu za kwenu, uanze kujichanganya na damu ya mwana kondoo ambaye ni Kristo. Mimi ni Kikuyu aliyookoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuishi maisha ambayo hausomi neno. Soma neno na utajitoa kwenye mashida za kwenu, kwenye matatizo za kwenu. Ondokea shetani. Resist the devil. Yakobo anasema 5, muondokee shetani. Hakuna kitu kinauma kwa maisha ya Mkristo kama wewe utaishi katika kifungo. Hawezi kuishi kwenye kifungo na ukaweza kumtumikia Mungu. Nataka nikuweke wazi. Ukiishi kwenye kifungo, utaambia mtu mwingine, vipi, njoo uone matendo ya Mungu yale Bwana amenitendea. Huyu mama Msamaria kwanza alitendewa, ndiye akaenda kuita watu kijijini. Sasa wewe mpaka Mungu akutendee, akutoe katika vifungo, ili ukiita mtu mwingine, ukimwambia njoo uone Mungu anaweza, njoo uone Mungu anatenda. Lakini hii itakusaidia wakati ambapo utasoma neno la Mungu. Amen. Maana hili neno la Mungu litakufanya uanze kuinherit vitu vya kiungu. Wajua, inafikaga mahali Mungu anakuridhisha vitu kwa sababu tayari wewe umekuwa mwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kuna maombi si ya kuomba. Inafikaga mahali hauwezi, si mambo mengi ati unaanza kuomba, ati unafunga kwa sababu ya mambo mengine. Ni kwa sababu sasa wewe umeelewa neno na lile neno linafanya kazi. Usisome neno kama storybook ama kama gazeti. Mwambie Mungu, nipatie kaufunuo ambako katakaweza kunisaidia nijitoe katika tatizo, nijitoe katika methali za kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi leo nimekuja nikupatie habari moja. Nataka tujitoe katika hali hii ambayo imekuwa ikituandama. Bwana Yesu asifiwe. Andika Revelation 22 verse 3, kitabu cha Yakobo 4:7. James 4:7, this is the devil. Revelation 22 verse 3. Nataka leo tufanye kitu kimoja with a serious note. Amen. With a serious note. Kama wewe umechoka kama mimi, kuishi maisha ya uchochole, kuishi maisha ambayo sio yako,
uombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bado hatujafika mahali ambapo tunaweza kusema ya kwamba tumejiondoa. Kuna vitu tunaviangalia, tunasema ya kwamba watoto wetu hawatakuwa kama wengine. Na naomba hao watoto leo waletwe hapa, na wakija hapa waambiwe wanyamaze. We are going to pray for them. Amen. Tutawaombea. Nenda uwalete. Unajua kuna siku tuliomba sana na watoto wakawa wako upande ule. Kina mama Elisha hapa wanaweza kukumbuka. Kina mama nani? Tuliomba maombi sana hapa, shetani akawavamia huko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua shida yenu ni kusahau mambo. Wale tulikuwa na wao wanaweza kukumbuka hiyo siku Mungu alikuwa anafanya deliverance ya watu wanatapika, wanafanya nini. Baada ya hapo shetani aliingia Sunday school huko. Watoto wetu walikuwa huko Sunday school. Na ikiwezekana wakija hapa na waambie watulie. Maana kuna kazi Mungu anaenda kuifanya. Hata kama ulilishwa, maagano yatatoka. Hata kama ulipelekwa wapi zikafanyika kwa siri, vitaondoka leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ulilishwa kama haujui. Amen. Mimi nataka hao watu wa keyboard leo wasiguse keyboard. Unajua shida yao ni ndi na wenye wajua watu wa keyboard huwa wanajitetea sana. Pastors, unajua tulikuwa tunaweka atmosphere. Tunataka uingie kwa maombi. Umwambie Bwana, nimekataa kuishi maisha ninaoishi. Amen. Hiyo maisha unaoishi sio yako. Ni fotokopi ya mtu mwingine. Amen. Tumwambie Bwana tumekataa leo. Kama ni watoto wetu Bwana tutawafungua. Kama kuna mambo yamenifuata kwa muda, leo mimi yamefika kikomo. Full stop must be there. Siku zimepita za mwaka huu. Bwana mpatie katika mwaka huu. In the name of Jesus. Bwana, mafuta uleta kibali. Mafuta haya kaleta kibali. Chochote ambacho hakuweza kukipata mwaka huu akaweza kukipokea kwa jina la Yesu. Mafuta uleta kibali. Natamka baraka za kiungu. Utakapoenda, utakapoingia, mafuta haya yakaweza kukutetea katika jina la Yesu. Mahali ulipokuwa umekataliwa akakubariki. Mahali ambapo ulikuwa hauwezi, Bwana akakuwezeshe. Mahali haukuweza kuonekana, Bwana akakuonekanie. Kila laana ambayo imekuwa ikikufuata, Bwana iondoe. Bwana tunaifutilia mbali. In Jesus name. Mafuta uvunja nira. Mafuta haya kavunje kila nira. Mafuta haya kavunje kila ufalme. Bwana, mahali ambapo hakuweza kuonekana akaanze kuonekana. Mafuta haya yakamsongeshe katika kiwango kingine, akakubariki anapotoka. Kila mapepo, kila majini
utii jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanene juu ya maisha yako, unapoingia, unapotoka. Chochote umetamani kwa mwaka huu, Bwana akakuonekanie in Jesus name. Mafuta uvunja kila nira. Bwana Yesu, kila mzigo aliyekuwa amebebeshwa, mzigo ukavunjike, mzigo ukaondoke, mzigo ukaondolewe katika jina la Yesu. I speak a new beginning in your life in the name of Jesus. I speak favor. May God favor you. May God open your doors in the name of Jesus. I declare and I decree a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Mafuta haya yakalete kibali machoni pa Bwana, machoni pako na machoni pa Bwana. Mafuta haya yakakukumbuke. Mziki unaoimba, Bwana akakujalie neema ya kipekee. Mungu asiyeshindwa na jambo lolote akakuangazie. Kuanzia sasa hautaishi mtu wa kawaida, hautakaa mtu wa kawaida. Mungu akakutetee. Mafuta haya yakaongee kwa niaba yako. Mlango ambao haukuweza kufunguka ukafunguke. Hautaishi kama mtu wa kawaida, utakuwa mtu atakaye paa juu katika jina la Yesu. I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Napokupaka mafuta haya katika kipaji chako cha uso, ukakubalike. Waliokuwa wamekukataa wakakukubali. Kuanzia sasa, laana za ukoo, ufalme wa ukoo ukafike mwisho. I declare and I decree a new beginning in your life in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natangaza kibali cha Mungu kwa maisha yako. Laana za ukoo, za watu walioishi kwa kuhangaika, Bwana ninaomba ukaziondoe. Bwana ninaomba ukazing'oe. Bwana ninaomba ukaziharibu. Ninasimama katika madhabahu haya kama vile Musa alivyokanusha maneno yaliyokuwa menenwa juu ya Rubeni. Bwana Yesu, natamka maneno haya kwa Matthew ukaitwe mbarikiwa. Mungu akakufungue. Mungu akakutoe katika kila tatizo. Mungu akakuondoe katika kila matatizo. I declare a new beginning in Matthew. May God surprise you. The month of August be your month of restoration. In the name of Jesus, I declare and I decree a new beginning in Jesus name. Mungu anayeshangaza wengi akakushangaze. Bwana wa mabwana akakuinue. Chochote kinachoitwa cha ukoo kikakuondokee. Chochote kinachoitwa cha aibu, Bwana akakiondoe. Kuanzia sasa kuendelea, ukaitwe mbarikiwa wa Bwana. Mafuta yakanene kwa niaba yako. Mafuta yakakupe kibali, si kwa kazi za mikono yako, sehemu yoyote ile, na chochote utakachokigusa, Bwana akakibariki in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Ukakubalike unapotoka, ukakubalike unapoingia, ukakubalike sehemu yoyote ambao utakapoingia. Bwana akakukumbuke. Bwana akakutetee. Bwana akakutoe katika minyororo ya kwenu. Bwana akakusaidie ukawe kielelezo chema kwa jamii uliotoka. I declare and I decree a new beginning in Jesus name. Mungu anayeishi na anayetawala akuinue, akuongoze, akutoe katika kila mipangilio ya ukoo, akutoe katika kila hali za ukoo. Bwana ninamuunganisha na hatima yake. Bwana ninamuunganisha Beti na hatima yake. Chochote kimekuwa kikifanyika kwa familia yao, Bwana hakitaweza kumpata katika jina la Yesu. Mafuta haya yakapate kibali machoni pako na machoni pake. I declare a new beginning
in Jesus name. Mafuta uvunja nira. Mafuta haya kavunje kila nira. Mafuta haya kavunje kila ufalme. Bwana wa majeshi, ninasimama katika pengo. Bwana, chochote kimekuwa kikijidhirisha kwa maisha yake, Bwana ukakiondoe, Bwana ukaking'oe. I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta uvunja nira. Nira zote ulizobebeshwa ninazivunja kwa jina la Yesu. Chochote kimekupiga chenga, Bwana ninaomba ukakimrudishie. Wewe uliyesema unarudisha miaka iliyoliwa nzige na parare, Bwana rudisha miaka iliyoliwa na nzige na parare kwa maisha yake. Bwana Yesu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. I declare and I decree a new beginning in your life. Mafuta haya kalete a new beginning in Jesus name. Laana zikavunjike, kila matatizo ya ukoo yakavunjike. Chochote kimekuwa kikuandama, chochote kimekuwa kinyume na maisha yako, Bwana kuanzia sasa kwa kupakwa mafuta, nira zikavunjike, ufalme ukavunjike katika jina la Yesu. I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta uvunja nira, na kila nira uliobebeshwa ikavunjike, na kila ufalme uliobebeshwa ukaondoke. I declare and I decree a new beginning, mwanzo mpya kwa maisha yako. Bwana akakutetee. Laana za ukoo hauna nafasi kwa mwili huu. Mwili huu ni hekalu lako. Bwana akakukumbuke kupitia kwa Yesu Kristo, kupitia kwa mapigo ya Yesu ukakumbukwe in Jesus name. Mafuta uvunja kila nira. Nasimama katika madhabahu haya yaliyo juu. Bwana Yesu, kama kuna maneno yaliyo neno juu ya Joseph, Bwana Yesu ninayakanusha leo. Bwana Yesu ninayaondoa leo. Naomba kama kuna methali iliyotumika kwa familia yao, Bwana Yesu hiyo methali ukaiondoe. Mafuta uvunja nira. Napompaka mafuta katika kipanji cha uso, Bwana akapate kibali in Jesus name. Mafuta uvunja kila nira. Nami nimesimama katika haya madhabahu. Bwana Yesu, kuanzia uhai wa miguu ni kazi ya mikono yako. Bwana Yesu, ninajua hakuna kisichowezekana kwako. Tunajua Bwana ripoti za daktari ziko, lakini ni wewe Bwana unaweza kuponya. Wewe ni Bwana unaweza kumuondoa katika kila mipangilio ya ukoo. Bwana Yesu, ninaondoa damu za ukoo, ninamuunganisha na damu ya Yesu. I declare from today the favor of God to be upon you. Bwana akupe kibali. Bwana akakupe kibali, ukapate kibali machoni pa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakupendelee katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Favor. Bwana Yesu, mafuta uvunja nira. Nami nasimama katika haya madhabahu, Bwana, nikiomba kila nira, kila maandalizi maovu yaliyopangwa juu ya maisha yake, Bwana ukayaondoe, Bwana ukang'oe, Bwana ukayaharibu kwa jina la Yesu. I declare a new beginning in Jesus name. Favor. Mafuta uleta kibali. Natangaza kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Natangaza Mungu akakushangaze, Bwana akakutetee, Bwana akakuongoze. Mafuta haya yakakupe kibali cha kuendelea mbele. I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta uleta kibali. Natangaza kibali kwa maisha yako. Chochote kinachoitwa laana za ukoo, chochote kinaweza kuwa kinakuandama, kikafike kikomo katika jina la Yesu. I declare a new beginning in Jesus name.
Nisongezee watoto. Baba, katika jina la Yesu, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, Jehova, mafuta huleta kibali. Mafuta haya yakampeleke katika kiwango kingine. Mafuta haya yakamuondoe katika ufalme wa aina yoyote. Bwana, ninamuunganisha na ufalme wako, akapate kurithi vilivyo vyako, akapate kuitwa mrithi wa vitu vyako. Katika jina la Yesu, I declare a new beginning in Jesus name. Bwana Yesu, unasikia na unatenda. Mafuta huleta kibali. Umesema mafuta uvunja nira. Mafuta haya yakavunje nira na yakalete kibali. Kuanzia siku ya leo, I declare and I decree no more curse, no more inheritance of curses in the name of Jesus. Walioishi kwa aibu hautaishi kwa aibu. Walioishi kwa kuhangaika, wewe hautaishi kwa kuhangaika. Nimesimama katika haya madhabahu nikikanusha kila maneno, nikikanusha kila methali zilizonenwa juu yako, juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako. Katika jina la Yesu, I speak favor, I speak a new beginning in Jesus name. Bwana Yesu, hakuna lisilowezekana kwako. Yote inawezekana. Mtoto huyu namsongesha mikononi mwako. Mafuta huvunja nira na huleta kibali. Mafuta haya yakalete kibali. Mafuta haya yakamuondoe katika generation curse in Jesus name. Mafuta huvunja nira. Mafuta haya kavunje kila nira. Mafuta haya kalete mwanzo mpya. Kuanzia sasa kuendelea, I speak a new beginning in Jesus name. Mafuta huvunja nira, huleta kibali. Mafuta haya kalete kibali. Ukakubaliki unapotoka, ukakubaliki unapoingia. I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta favor na huvunja nira. Mafuta haya kavunje kila generation curse. I declare and I decree as a servant of God a new beginning in your life in Jesus name. Mafuta huleta kibali, uvunja nira. Mafuta haya kavunje kila nira. Mafuta haya kavunje kila ufalme na kila utawala. I speak a new beginning in Jesus name. Mafuta uvunja kila nira, huleta kibali. Mungu wa miungu akalete kibali maishani mwako. I speak a new beginning as the servant of God in Jesus name. Bwana Yesu, unaweza kutenda, kutekeleza. Mafuta huleta kibali. Maisha ya watoto haya nayaweka mikononi mwako. Natamka kibali cha kiungu. Bwana wa majeshi, namtoa from any generation curses in the name of Jesus. I speak favor, a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natangaza kibali kwa favor. I speak a new beginning. Bwana Yesu, muondoe katika any generation curse. I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natangaza kibali cha kiungu. Bwana, mafuta haya yakaondoe kila ufalme wa ukoo, yakaondoe kila utawala wa ukoo. Katika jina la Yesu, I declare a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Mafuta haya kalete kibali. I declare and I decree as a servant of God a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natamka kibali cha kiungu kwa maisha yako. Mungu anayefungua watu akakufungue, ukaondolee katika utumwa, ukaondolee katika kila hali. I speak a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natamka baraka
na kufungua kutokana na laana za ukoo. Watu walioishi kwa maisha fulani, I declare today you are free in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natangaza kuanzia sasa, kila ufalme, kila utawala, kila hali yoyote ambayo ni ya kwenu, Bwana ukaiondoe. Any bloodline, Bwana ukaweze kuiondoa. I declare new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natangaza kibali cha Mungu kupitia mafuta haya. Nira zikavunjike. Mipango ya kishetani iliyopangwa juu ya maisha yako na kesho yako, Bwana Yesu kapate kuiondoa. I declare, I decree a new beginning in Jesus name. Mafuta huleta kibali. Natangaza kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Bwana akakushangaze. Bwana akakutende mema. Bwana akakuinue. Bwana akakusaidie. Unapotoka, unapoingia, ukaitwe mbarikiwa. I declare a new beginning in your education. I speak a new beginning as a servant of God in the name of Jesus. Favor. Nimeondolewa katika na mimi. Tembea na mimi kwa maisha yangu, kwa uzao wangu in the name of Jesus. Baba, ni asante kwa sababu umenitumia kama chombo. Naamini kila mmoja aliyekuwa chini ya kifungo, Bwana umemuondoa. Naamini yoyote ambaye ameishi katika hali za kung'ang'ana na mipango ya ukoo, Bwana umemuondoa. Natangaza mwanzo mpya na ushindi kwa maisha yake. Bwana mshangaze na mtende mema. Kwa jina la Yesu naomba hata na kuamini. Amen. Unataka kuweka sadaka yako kwa sababu ya hiyo kazi ya Mungu, unaweza kuja ukaweka hapa. Fungue. Bwana ukamuondolee kila mizigo ambaye aliyokuwa amebebeshwa. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia na Bwana umetenda. Kwa jina la Yesu ninaomba hata na kuamini. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatende mema katika jina la Yesu. Pigia Bwana sadaka nzuri ya makofi in Jesus name.